Imeenda kwa hela ya marehemu. Hapana. Hela ya kampuni. Wako vizuri. Unaona? Hela ya kampuni. Hela ya kampuni. Huyu mama ndio anayechanganya habari. Sio ya kampuni mume wangu. Hela alopewa waje. Wako sahihi. Sikiliza mpaka mwisho mama. Mke wangu, mimi namsikiza sasa hivi baba mkubwa. Baba mdogo. Kaa chini tu. Halo. Sawa. Labda nikupe hapa kaka mkubwa. Huyu hapa. Labda waelekeze vizuri. Sasa. Nimeona, njoni moja kwa moja. Waelekeze hawahi kufika hapa kidogo. Nimeona, njoni moja kwa moja. Njoni moja kwa moja. Ya. Ni hao hapo bwana. Ni hao wameshafika. Ni kweli hao. Njoeni. Nyumba ya kwanza kushoto. Hao hapo. Okay. Tupangie vipi? Usiwapangie vipi. Ngoja tujajua wako wapi. Karibuni. Hata hapo sio mbaya. Hapo. Ninaona sasa masuala yote ya msiba yameisha. Si ndio mwenyekiti? Sababu hawa wote ameshaisha. Hawa ni wawakilishi wa ofisini. Ndio kwa mzee. Sana. Sasa unajua mzee alipofariki alikuwa HR. Kwa hiyo kama tunakwambia wale wawakilishi wakija msiba unaisha. Basi. Mmefika basi. Hapana. Njoo karibu bwana. Karibisha kitabu Tutampata wapi bosi kama huyu? Hapana. Simama. Ndio mambo ya Mungu haya. Karibu. Jamani, alafu sisi mlotukuta hapa alifariki ni baba yetu. Sasa nyinyi wafanyakazi mnalia sana. Sisi tumeshapoa. Tumeshasahau. Haya. Kaeni chini. Karibuni. Mama kaa. Wewe mbona ukai? Alafu watu wa mjini simuona wanalia lakini machozi yaoni na itakuwa anaingia ndani. Nilikuwa naomba tufanye utambulisho kidogo. Muhimu. Kwa sababu leo ilikuwa siku ya kwenda kumwagia maji kwenye lile kaburi, kwa sababu sisi mila zetu baada ya siku 5 baada ya kuzika tunaenda kutambika, ni kumwagia maji kama mmea, ili marehemu huko alipofika apokelewe salama na sisi tubaki salama, maisha yaendelee. Kwa hiyo kama hivyo ndio mila. Sasa tukasema tuwasubiri, manake najua mmetoka ofisini, lazima mmekuja vizuri na hatuwezi sisi kuondoka tukaacha wageni mpo. Sasa huyu mbele yenu ni mwenye, unajua sisi misiba yetu inakuwaga na kiongozi. Kwa hiyo huyu anaitwa Mzee Mwagama, ndo kaongoza msiba, umeanza mpaka tumezika salama. Yaani bila huyu mzee, unajua kijiji bila uzee ni uni. Kabisa. Uzee muhimu sana. Sasa baada ya hapo kuwatambulisha, babangu alizaliwa wawili tu. Ukimtoa yeye Mzee Bajwauka, aliyekuwa anafuata ni Mzee Chalamila. Asante. Huyu ni babangu mdogo kabisa. Asante sana. Baada ya kumtambulisha mwenyekiti wa ukoo wa msiba, kiongozi wa msiba, baba mdogo, sasa huyu ndiye mke wangu. Poleni sana. Huyu ndio mke wangu. Pole. Sawa. Mwakeje. Na kama inatosha. Kama mnavyojua mimi ndo mtoto wa kwanza wa marehemu na nimesimikwa uchifu jana na mwenyekiti. Kwa mimi ni chifu rasmi. Japo ndio hivyo kijijini hatuna kitu, ila ndio chief tena. Ndio nina cheo.
Kitu sina ila cheo ninacho. Asante sana. Asante sana. Asante. Nataka kuchukua baraka huyu. Kachi. Ng'ang'ania chifu muda wote. Ananiumiza. Pole. Chifu hataki kushikwa hivyo. Namshika chifu kama msela. Basi na sisi tutokana na majamoto wala. Asante. Sasa jamani, mwenyekiti, baba mdogo na mke wangu, hawa ni wafanyakazi waliokuwa wanafanya kazi na mzee kwenye kampuni moja, na ujio wao ni watu watatu. Nilikuwa naongea na nani kwenye simu? Huyo ndio nikanamwelekeza. Ni dereva. Natumaini yale madeni yale tunaweza kuyalipa vizuri. Mke wangu, ngoja sasa nikwambie mke wangu. Msiba umekuja kipindi kibaya, tujajipanga. Na hao wameshakuja. Kila kitu sawa. Na ile hela tunadaiwa kule kodi tunaongeza huko. Ngoja na sisi ni sasa. Alafu wakati tunaendelea kwa kule chakula sikinakaribia. Naona mtakula tutashikashika kidogo. No, baada ya maongezi sababu kinakaribia tutashikashika kidogo. Na sio kula ni kushikashika. Msibani una sisi chief. Labda tujitambulishe karibuni kiongozi wetu wa msafara. Ngoja, you know, can introduce us to this family because in our office we have good message. Yes. We just talk this guy. Yes. And tell you everything is happening. Okay. Nilikuwa namwambia mwenyekiti wa msafara wetu. Sasa kama ulikuwa unajua Kiswahili unajua gani? No, kwa sababu ni privacy kidogo. Kiswahili kinamsumbua pia. Tunatishana tu. Okay, basi tusifike mbali. Tutafika. Ikiwezekana tutafika. Hapana. Sikilizeni naambia tuongee lugha yote tunayojua. Hii ni mambo ya ofisini. Ofisini. Mmekuja kutuona sisi. Hatuna maana muondoke. Hatuna maana. Tunataka kuwasikia. Ni ujumbe mkubwa huo bwana. Kweli. Bwana, kama ambavyo mnajua baba yenu amefanya kazi pale Kigoma. Kampuni kubwa kabisa ambayo inaitwa Blyso and Coffees Company Limited. Tunakamua mawese. Okay. Kwa ajili ya mambo ya mawese. Na mzee wenu pale ndani alikuwa ni HR, yani Human Resource Manager. Okay. Na huyu ambaye mnamuona hapa, huyu ambaye mnamuona pembeni, huyu ndio ambaye amechukua nafasi ya mzee wenu kama HR pale baada ya mzee wenu. Huyu bwana. Ndani msalimie ndio sasa. Asante baba. Inawezekana labda ulikuwa kuna mambo ya Kiswahili mzee ili aondoke, akachukua nafasi yeye, hatuwezi jua hapo shingo upande. Lakini pia tuko na binti huyu ambaye mnamuona ambaye pale ofisini yeye yuko reception. Secretary. Karibu dada. Asante. Yeye ni secretary wa mkurugenzi. Karibu sana. Mimi mkono unaniuma, safari hii katumika kama mhasibu. Na huyu bwana yeye tunakutana naye hapa mjini, yeye ni dereva ambaye tangu tumefika, kwa sababu hapa tuna siku ya 3 tangu tufike kutoka Kigoma. Siku 3? Siku 3. Kwa nini? Huyu bwana ndio alitupokea airport, ni madereva pale airport, alitupokea ndio akawa anatuzungusha kutafuta. Yaani tumewatafuta kwa siku 3. Sawa. Huyu bwana tatumia mpaka hela yake. Karibu. Kuna tabia siku hizi dereva anapajua sehemu ile anakuzungusha ile hela wewe. Huyu bwana ni mstaarabu. Mimi yote mwenye ndevu za rangi hiyo. Huyu alikuwa anatamani kwenda kufika beach, amempeleka, alitamani kwenda kwenye. Na mimi pale ofisini ni messenger ni kuchukua barua huku na waisha huku na kuchukua kwa mzee na waisha hivyo tu. Kiswahili mnaita kama mbea ofisi. Sasa kwa nini usiongee wewe? Ambaye ni HR unampeleka. Kwa sababu yeye ndio kiongozi wa msafara. Kidogo. Karibu baba. Okay, sawa. Sasa mimi nafikiri tuweze kufikisha rambirambi nzima ya safari yetu kama sasa sisi tukichukua daftari. Kwenye rambirambi daftari labda. Hata daftari sio baya, lakini kwa mjini wanaga daftari. Mjini wanakuja na hela tu. Nilikuwa nakumbuka yote tuko vizuri kwenye hesabu. Sana. Niko vizuri sana. Uko vizuri kwenye hesabu. Niko vizuri. Mdogo utazishika hiyo daftari hizo. Basi haina neno neno. Basi nafikiri vizuri kumwambia ashike namba. Okay. Kuliko hivyo kwanza na hela mwambie ni vizuri ashike namba. Wakati hela. Ndio hiyo anasema namba kwa sababu tunaanza na hesabu. Hizo hela utakaa nazo kwa sio hela, nasema hesabu. Hesabu? Ndio mtanielewa. Hesabu ya nini sasa? Basi twende kwenye mchanganuo. Au bahasha ndo nitahesabu wangu. Labda bahasha. Namba tusikilize kiongozi. Sawa. Kwa ujumla tulianza safari yetu tangu kabla ya juzi, ina maana tuna siku 3 tangu tumetoka. Na ofisi kwa ujumla, ofisi yetu ya ukamuaji wa mawese, ofisi yetu ya ukamuaji wa mawese pale Kigoma
iliguswa sana na msiba kwa sababu mzee amefanya kazi kubwa ya kuunganisha watu na majirani wenye mitiki halina ubishi, na hilo ni jambo ambalo na baba yetu baba, ukitoa tu baba alikuwa kiongozi pia. Kiongozi msikilizaji sisi ambao sawa. Ongea sana na mwenyekiti kwa sababu ni kiongozi wa familia kwa sasa. Ni kiongozi huyo. Na wewe pia ni mdogo wangu. Kwa hiyo sisi na mimi ni mwanae wa kwanza. Na mimi ni mkwewe. Ndio. Kwa hiyo hapa kila mtu muhimu. Kwa hiyo sisi kama ofisi tulikusanya tukachanga Sogea vizuri kufanikiwa kupata jumla kwa fedha zote ambazo zimekusanywa na ofisi, ikaona ni vizuri tuwe na milioni, tuwe na weka simu mfukoni, tuwe na milioni 5 kwa ujumla. Milioni 50. Milioni 5,650. milioni 5,650,000. Unaona? Kwa hiyo kwenye milioni 5,650,000 bado anaendelea kuongea. No, unataja milioni 5,600,000 unatoka na kofia. Bado anaendelea. Kwa mimi nisema natoa hela. Endelea kiongozi. Kuna mchakato bado. Kwa hiyo milioni 5,650,000 ndio zilizokusanywa. Andika. Milioni 5,650,000. Weka vizuri kwenye calculator, usio kama hiyo unachelewa, andika chini hapa, shemeji. Ndio 5,600,000 miko kichwani. Milioni 5,650,000 ndio kitu ambacho kwa kweli tukawa tumekabidhiwa kwamba wenzetu sio ndogo mume wangu. Bamkubwa ni jambo sio ndogo hiyo. Basi mkabidhi tu. Mkabidhi ba mdogo. Kwa hiyo sasa kwenye hii milioni sio ndogo hiyo. 650,000. Karatasi tena. Andika tu hapa. Peni tena. Umeshasema milioni 5,650,000. Unatoa peni. Mbona mna haraka? Mbona mnaandika vipi? Kwa hiyo hii mkabidhi ba mdogo. Ndio naanza kukabidhi. Sawa. Namka sasa, nyanyuka ukabidhi. Nipe simu hizo anamshikia. Kwa hiyo kwenye milioni 5,650,000 ambayo ofisi ilitukabidhi ndio ambayo sisi tulichukua kabisa mikononi. Sisi kama watu watatu. Nyinyi ni watu waaminifu sana. Ni watu wema. Kwa hiyo tulivyotoka hiyo siku ilikuwa ni jioni. Ndio ambayo tulikuwa ofisi ilitaka tutumie usafiri wa mabasi. Tukaja kuuliza mabasi kutoka Dodoma kuja hapa na huu msimu ulivyo yanatumia siku 3. Tukasema wenzetu watakuwa wametawanyika, maana siku 3 matanga tayari yaishaagwa, tutakuta hamna mtu. Ikabidi tufanye mawasiliano na wenzetu wa ndege kuona jinsi ya kupata. Ngoja baba, kama hapo Dodoma mngebaki Kigoma. Ngoja. Si Dodoma kuja Kigoma. Kigoma kuja Dar. Hapo Kigoma mngebaki tungemtuma mwakilishi tu. Kuliko kuwasumbua. Au mngeturushia kwenye simu. Mkurugenzi. Ndio maana lazima iwe basi. Tunawasikiliza. Kwa hiyo kazi vizuri sana ni basi. Sawa. Ni jambo zuri kutusikiliza. Okay. Kwa hiyo sisi watatu tulivyoanza kupeleleza juu ya mambo ya usafiri tulizungumza na maajenti mbalimbali. Kwa hiyo tukaja kufanikiwa, wakaja wakatuambia kuna namna mbili kwenye ndege. Kuna siti za kawaida ambazo zinaitwa economy. Alafu kuna siti ambazo ni business. Sasa zilikuwa zina tofauti ya bei. Na sisi tukaona kwa jambo hili la msiba ni jambo sensitive. Sisi wote tuondoka tunalia unavyotuona. Umeona vile tulivyoingia hapa. Samahani kwanza niulize. Kwa hiyo hayo maneno yanahusiana na hela, mimi sielewi. Ndio huko tunaelekea. Alafu angalia anasema baba kwamba kwenye business na economy. Sisi kampuni yetu inafanya biashara, mahali tunapokaa ni kwenye business. Ili tuendelee kuwa na ile feeling. Tukawaambia watutafutie tiketi za business. Kwa hiyo wakatafutia tiketi 3 kwa yani kwenda na kurudi, kwa sababu unajua kwenye msiba unaweza kuja alafu kurudi kasumbua. Kwa hiyo tukakata kwenda na kurudi, ambayo moja ilikuwa 9,900,000. Sisi sababu ya 9,000 na 50,000. Haihusiani na hiyo milioni 5. Iliyokuwa inahusiana. Inahusiana hiyo 9,000 katika kwa sera za ofisi si watatu kazi, yani kazi zilizofanyika kwenye hiyo milioni 5. Hiyo simepewa mlete. Tunaibebaje sasa? Hiyo ilikuwa inatumika. Mnatakiwa muwe na hela zenu za usafiri. Sasa hiyo ni unapanga kwenye ofisi yako, kwenye ofisi yetu sisi tunatumia hiyo. Hiyo 950,000 business class watu watatu kwa hela ya marehemu? Hapana. Kwa hela ya kampuni. Hapo sawa. Ndio hiyo sasa. Hapo sawa. Ya kampuni. Ile yetu. Ya kampuni yenu. Sio yenu ya. Sio mmepewa tuletee sisi. Ingekuwa yenu. Mama, ingekuja kwa njia nyingine ingekuwa kwenu. Pale pale. Hiyo ni ya kampuni. Hiyo ya kampuni hiyo. Ndio wewe mama unaongea mno.
Hii hela sio yenu. Hii hela ni ya kampuni. Sawa. Mmekuja business class na hela ya kampuni. Hapo sawa. Ndio hiyo. Kampuni ndio hii sasa milioni 5 laki 6 na ambapo tuletee sisi na wangu. Ya familia ipo. Ya familia. Umeelewa? Ya familia Baki hapo ndo ya. Ile lotaja ile. Ndio ile imepunguzwa. Laki 9 na nusu mara 3 inaingia kwenye ile milioni 5. Nakwambia. Ndio maana kuna hela ya kampuni. Hela ya mzee wenu, hela ya mzee wenu haijaguswa. Hapo sawa. Kwenye mifuko ya jamii sio NSSF sijui vile. Hapo sawa. Sisi tunagusa hii milioni ya kuhani. Yaani sisi hatujagusa hela ya marehemu kwa sababu kwanza hata password utatoa. Wapi tuguse hela marehemu. Tuendelea. Naomba tupige sana tafadhali. Umeshaelewa? Milioni laki 9 na elfu 50 mara 3. Tupate kujua hiyo ni ngapi. Kutoa katika hela gani sasa? Ngoja subiri mama. Laki 9 mara 3. Laki 9 na nusu. Mara Milioni 2 na nusu hiyo. Milioni 2 na nusu. Na nusu mara 3. Milioni 2 laki 8 na 50. Mzee yuko vizuri kwenye hesabu. Milioni 2 laki 8 na 50. Laki 8 na elfu 50. Sasa Tuko vizuri jamani kwenye mahesabu. Imetoka kwenye mfuko gani kwa mimi nataka nijue. Kuendelea na mahesabu. Unarudisha mambo nyuma mama yangu vipi? Hujapita kwenye mambo. twende ikaja hapo. Sawa. Sasa tunaenda vizuri kwa kupunguza vitu. Kwa hiyo milioni 5 laki 6 na elfu 50. Ukitoa milioni 2 laki 8 na elfu 50 unapata ngapi? Toa sifuri. Wewe tutajipa moja. Sifuri toa sifuri. Sifuri. Sifuri toa sifuri. Sifuri. Sifuri toa sifuri. Sifuri. Sifuri toa sifuri. 5 toa 5. Sifuri. Sifuri baba. 6 toa 8 haiwezekani. Unakopa huko. Inakuwa 16. Baba, unakopa tena kwenye hela marehemu? Ndio, kwenye hesabu. Kwenye hesabu. 16 toa 8. Baki 8. 8. Kwa hiyo hapa tunaweka 8. Hapa tulikopa moja baki 4. 4 toa 2. Baki 2. Moja, mbili, tatu. Inabaki milioni 2 na laki 8. Hapo tunatiki. Sawa. Sasa changamoto ya ndege kubadilisha ratiba. Sasa hiyo tiketi tunaweza tukatia, ilibidi ndege tuondoke hiyo majuzi jioni. Sasa ndege ikaahirishwa kama unavyojuaga ndege zetu na uwanja kule Kigoma. Ikaahirishwa, kwa hiyo akasema itaondoka asubuhi. Na sisi nyumbani tulikuwa tumeshaaga. Ni hukumu. Unaelewa? Tukasema mama tena ya kurudi nyumbani na habari za msiba ni kama kurudisha msiba tena kwenye familia zetu. Na gharama. Tukasema tulale tu hotelini, tukachukua hoteli ya 1.5 na nusu, 1.5 na nusu, 1.5 na nusu. Na chakula 50. Kwa hela ya marehemu? Hapana, kwa hela ya kampuni. Jumla ikawa laki 6. Kwa hiyo hapa tunatoa tena. Toa laki 6. Wazee, tuange kwenye kikao kimoja. Mama, tuwe kikao kimoja. Yaani tunasikiliza vizuri. Nyinyi ni wageni. Mimi huyu nimekaa naye mwaka wa 15. Akinielekeza huyu ndo naelewa vizuri. Kwa hapa inaonekana kila kitu kimeenda kwa hela ya marehemu. Hapana. Hela ya kampuni. Wako vizuri. Unaona? Hela ya kampuni. Hela ya kampuni. Huyu mama ndio anayechanganya habari. Wako sahihi. Hela alopewa wako sahihi. Sikiliza mpaka mwisho mama. Mke wangu, mimi namsikiza sasa hivi ba mkubwa. Ba mdogo. Unaona kuna tatizo? Mimi nitapambana nao mwenyewe. Hajaona tatizo. Ni nyinyi tu wawili mnaona. Mwenyekiti kuna tatizo? Ba mdogo kuna tatizo? Mimi nipo na nyinyi. Wanawazunguka. Mke wangu kila kitu ni hela ya kampuni. Sisi hapo hatuna hela. Twende tusikizane basi. Kwa hiyo tumetumia laki 6 kwenye kulala na chakula. Kwa hiyo tunakuja kwenye sifuri toa sifuri. Sifuri baba. Sifuri toa sifuri. Sifuri toa sifuri. Sifuri toa sifuri. Sifuri toa sifuri. Sifuri baba. 6 toa 8. 6 toa 8 haiwezekani. Inawezekana. 8 toa 6. Inawezekana. 2. Kwa hiyo hapa tunaweka 2. Na tunaishusha bili yetu. Namna hii. 1 2 3, 1 2 3. Bili ikabaki milioni 2 na laki 2. Ba mdogo, pokea basi hiyo. Okay. Alafu wakati unapokea maelezo asiwe mengi. Kwa hiyo bado hapo. Hiyo hapo. Wewe mke wangu kielele hela wewe wajia watu wa mjini hawa. Mimi naona napata tu gharama zangu kupika ubwabwa wewe. Naona. Wasipotoa hela awali. Kama hela haijatoka awali. Mwenyekiti unaona kuna tatizo? Yaani wanawazunguka hawa nyewe. Sasa hebu ngoje. Humo umefungua kuna nini? Imeweka kofia. Mwanangu mimi nakwambiaje?
Tuende kwenye mahesabu. Fungua kaitoa umo, kafungua tuende mahesabu. Mume wangu hawa wajanja hawa. Nani tusikizane? Nani afu ungemwambia mke wako ageukie kwenye kikao maana geukia kwenye kikao mke wangu. Nataka kukuambia wewe unielewe. Maana mimi unielewi. Mimi nakuelewa baba. Sasa tulipofika pale tukakodi nani ile alafu ya kutupeleka wa airport. Ngoje samani. Mimi nataka nimwambie mke wangu. Wewe unamdharau mwenyekiti? Yeye kawaelewa, wewe usioelewe nani? Huyu na kijijini haelewi hao. Baba mdogo kawaelewa. Mimi nimeshaelewa. Tunaendelea vizuri, tunaendelea vizuri. Hai, kabaki milioni 2. Samani. Baba, unaweza kunitoa mkeo kidogo tu. Itakuwa sio nizamu mzuri kidogo. Mwenye mke wake anaonekana kama ameolewa, yeye ndiye ameolewa. Ni kweli. Wala msinongonezane. Mimi kweli nimeolewa na nakaa kwake na huyo ndio kila kitu kwangu. Kwa wala mna haja ya kuficha. Mimi Mario. Hapa aibiwi mtu. Mimi Mario. Hapa baba. Basi tuendelee jamani. Haya, tuko kwenye milioni 2 na laki 2. Sasa kuna jambo moja naomba, yani hili kwa kweli hata jua lile litawagusa. Kuhusu upendo wa baba yenu. Baba yenu alikuwa mtu wa watu Sana. Hiyo siku watu waliposikia kamati ya watu watatu tumeteuliwa kuja Dar, ofisi nzima msafara ukataka wote kutusindikiza hadi airport. Safi. Na sisi tukasema kwa nini tuende kwa mguu na picha baba yenu tumeiweka kwenye gari. Kwenye coaster pale mbele. Ikabidi tukodi coaster 2 ili zitusaidie kutufikisha pale. Kwa hiyo tukachukua coaster 2 kutoka pale mjini. Subiri kwanza. Wana upendo. Hiyo kosta gharama gani? Hiyo hela hiyo ya kampuni. Gharama ya kampuni. Wana upendo. Tunasikia kinachotokea mwisho. Ni gharama ya kampuni. Kwa hiyo tukachukua costa 2. Costa moja ilikuwa ni 2.5 kila moja. Kwa hiyo ikawa 500,000. Twendeni haraka haraka. Kwa hiyo 500,000 tunatoa hapa. Milioni 2 na laki 2 sio? Toa 500,000. Nabaki tu milioni 1 na laki 7. Ni uwezo kusema tu kwa maneno ili hawa ni wazee na vitu. Sifuri toa sifuri, 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 2 toa 5. 2 toa 5 3. Haiwezekani, tunakopea moja. Inakuwa 12. 12 toa 5. Inabakia 7. Huku ilibaki moja, tunaishusha moja yetu hapo. 1 2 3, 1 2 3. Milioni 1 na laki 7 ndio pesa ambayo imebaki. Baba mdogo. Safi. Okay. Safi, nyinyi ni binadamu. Ipokee. Okay. Milioni 1 na laki 5 na laki 7 mzee. Na milioni 1 na laki 7. Milioni 1 na laki 7. Kijana, labda hii kae hapa kwanza kidogo tuendelee. Unaingiza, unaitoa, unaingiza, unaitoa ndio nini? Nikwambia mlango hamna kitu. Sawa. Kwa hiyo kwenye ndege jumla tukapanda na milioni 1 na laki 7. Ambacho sisi hatukujua mara zote. Tulikuwa tunajua kwenye ndege kila kitu ni free. Akasimama binti pale akasema kwa niaba ya shirika la ndege hili tutakuwa na viburudisho ambavyo vinauzwa. Nielewa? Tulielewa uzuri. HR aliyepokea nafasi ni mnywaji mzuri na binti yetu ni mnywaji mzuri. Mimi situmii. Mimi nilikuwa nakunywa tu mambo ya juice. Kwa hiyo jumla kwenye ndege tukatumia na kwenye ndege bei unajua mzee ni tofauti na huku alizidi kwa sababu kule mnauzwa bei ya angani. Kwa hiyo jumla kwenye ndege kwa tulichotumia pale ilikuwa ni 200,000 na 11,000 nakumbuka kabisa. Kwa hiyo hapa tunatoa 200,000. Kwa hiyo hela hiyo inaletwa huku. Hela ya kampuni. Si ndio inaletwa huku kwetu? Hela ya kampuni. 000. Hapo 0 haiwezekani, inakuwa 10 toa 1 inakuwa 9. Hapo tulibakiwa na 9 toa 1 inabaki 8, baki 6 toa 1. Ila moja fanya starehe tu kuja kuona tunapoishi basi. Hatuachie tena milioni 1 inaonekana. Nakwambia mimi. Samani, nakumbuka pale tulikuwa tunakuja na nguo za baridi, tukakuta huku joto. Tunakumbuka tukaenda kununua. Hiyo tulisema tusiingize kwenye hela ya kampuni iwe pasa. Na mimi ndio hapo nilipotumia la. Kwa hiyo tukashuka airport ya Dar es Salaam tukiwa na milioni 1 laki 4 na 89,000. Baba mdogo, ichukue hata hiyo. Sinatosha. Milioni 1 tukumbuke vizuri. Tunakumbuka tu. Milioni 1 laki 4 na 89,000. Milioni 1 laki 4 na 89,000. Milioni 1 laki 4 na 89,000. Hamna hiyo hela hapo na mzee kichwa chako. Na mzee niliona una simu, nikaona cover zake hizo sio nzuri, nikasema naweza kukuletea cover kama hii, inaweza kukusaidia. Sasa mimi nishabadilisha msiba huu, kubadilisha ili iwe strong. Mimi sina hela. Hii nimekununulia tu. Kuna watane ile. Wewe hela hiyo ya marehemu. Hela hiyo ya marehemu. Baba mdogo. Haihusiani na hela. Ni Baba zawadi. mdogo. Katika hela hiyo hiyo. Tuendelee. Tukashuka airport. Tuliposhuka airport hatujui mtu. Ndio huyu bwana anaingia sasa. Akatufuata hapo airport, tukamuuliza ni wapi tutaweza kupata hoteli. Akatutajia
Selena. Ndio bwana. Perena, panaitwa Perena. Sio Perena, Selena. Serena akatajia Serena. Tukaweza kufanikiwa kumwambia sawa, sisi tunachotaka ni sehemu tu ya kujihifadhi. Room zao bei nzuri. Kwa sababu wao walichotaja ndio hapo ambapo tulichanganyana. Kwa sababu wao wakasema ni dola 200. Yeye anapotuambia sisi alisema 200. Sisi tunaposikia 200 akaweka neno, ulisema neno kadi USD. Sasa kuweka neno USD, kusema cha kweli sisi hatukujua hii neno USD maana yake. Ila aliposema 200 USD, sisi tukajua ni 200. Lakini tukaenda na tukamshukuru Mungu, hoteli ni kubwa. Naona kubadilisha 200 tukachukua hela. Chumba kimoja, vyumba vitatu. Kwa hiyo 200. Kwanza tukataka tutumie kimoja. Akawa nakataza watu wa jinsia moja. Jinsia tofauti kulala chumba kimoja. Kwa hiyo akasema tuchukue vitatu. Kwa USD 200 maana USD 600. Ba mdogo, tuko pamoja? Tuko pamoja hapa. Mimi siko pamoja kwa hiyo. Sasa kwa USD kwa USD 600 kumbe ni 2300 kwenye kuichange. Sasa tunapiga 2300 mara 600. Unaweza kunisaidia kwenye calculator hii hesabu? Itakuja tu hesabu wewe. 2000 ni huku sisi nimeshastaki kabisa vizuri jamani. Mara 600. Kwa hiyo unaweza kusema mara 6 afu tutaongeza zile sifuri. 6 mara 0 0. 6 mara 0 0. 6 mara 3 18. Tunaweka 8 tunabaki na 1. 6 mara 2 12 na ile 13. Milioni 1,386,000. Huku tulikuwa na milioni 1,489,000. Ba mdogo. Samahani kidogo. Kutoka kwenye gari yangu hiyo. Milioni 5. Samahani kidogo. Nilikuwa naomba katika hiyo bajeti yako inayobaki unibalansia na ile balance yangu ya usafiri. Si ndio ile tunaendelea? Ndio tunakuja hapa. Tutaongea na ni mtoto. Kwa hiyo ukipiga hesabu dola 600 mara 2300 unapata ni milioni 1,386,000 ambayo wameshachukua kabisa hao hoteli Selena. Kwa hiyo tukichukua milioni 1,489,000 tunatoa milioni 1,386,000. Sio pembeni angalia. Mimi nimechoka. Sifuri toa sifuri. Sifuri baba. Sifuri toa sifuri. Sifuri baba. Sifuri toa sifuri. 9 toa 6 3. 8 toa 8 sifuri. 4 toa 3 1. 1 toa 1 sifuri imeisha. 1 bei 3. Kwa hiyo kabaki 101,300. Kura sasa hapo. Sasa ikaja mambo ya chakula. Tulivyouliza chakula bei ikaonekana tu kila mlo mmoja hii hela itakuwa haitoshi. Tukakubaliana kwenda kula nje ya hoteli. Tukasema twende kula nje ya hoteli. Kwa hiyo tukatoka kwenda kula nje ya hoteli. Na hiyo ninazungumzia ni juzi. Yaani sisi tumelala kwa tabu jana mzee. Jana yani kuamkia leo. Mbu. Dar es Salaam kuna. Kwani niuliza ya mahesabu yanatuhusu sisi? Mbona hatuelewi? Ila tushirikiane tu kwenye kuyapiga. Kwa hiyo katika ile mkasema amkujua tulifikaje. Kampuni itafuatilia ripoti. Kwa hiyo ile 1,300 ambayo tulibaki nayo juzi ndio tuliohangaika nayo kula hadi hivi tunavyozungumza asubuhi hatujala chochote. Jala kabisa. Kuna pilau ulikuwa tunapika. Asante sana. Kwa hiyo tunafika hapa. Huyu bwana tulikuwa nataka na yeye. Kwa hiyo sisi hadi hapa hii ndio tuliotumia kwa ajili ya kula hizo siku zote. Kwa hiyo hadi kufika hapa kwa mahesabu tunasema ni nil. Unaona pameandikwa NIL nil. Yaani hakuna chochote. Okay. Kusema cha ukweli hata huyu mjomba ndiye aliyejitahidi pale wa HR hata hii ya kuvukia hapa kuja ni yeye ametoa. Kwa hiyo nil manake hakuna kilichokuwa kimebaki. Lakini habari njema ni kwamba hakuna kilichobaki, lakini Mungu ametuamsha salama hata siku ya leo. Kitu ambacho kimoja tu tumeona kama kwa msiba tunaomba usimame nacho ni hela yetu ya usafiri wa ndani ambao ni huyu bwana ambao ni shilingi ngapi? Tulikubaliana 80,000. 80,000. Nilikupa 5,000. Kwa hiyo itakuwa mbaki 75,000. Kwa hiyo huyu bwana anadai 75,000 Ndio unahesabia chakula pale. Sasa utakula jasho la nani baba? Sisi wenyewe umeona tulivyohangaika toka tunaanza. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza. Sisi tuko hapa tutaendelea kubaki na msiba na waombolezaji. Tunaomba mtusaidie 75 tumpe huyu bwana aende. Alafu sisi tuendelee. Na gari la watu, tuko na gari la watu. Asante sana kwa kuwakilisha. Naomba hiyo mnavitenge vya nani vya mama hapa. Okay, sawa. Sasa mimi labda twende na mama tukaandae hivi. Hamna cha kuandaa. Ba mdogo njoo.
Mke wangu nyanyuka. Sasa mngemalizana huyu ili Sikilizeni. Sikilizeni. Naomba tusaidie huyo kijana daktari mumlipe. Naomba usikilizeni. Sisi tutafanya mchakato hapa. Tusikilizeni basi. Mahesabu yameeleweka. Kuna mchakato ofisini. Toka nimezaliwa nilijua wakoloni walikujaga hawatorudi, lakini wakoloni mmerudi kivingine. Nyinyi ni wakoloni, ni wanyonya damu. Mimi si nilikwambia mume wangu. Je, kuonaga watu wakatili kama nyinyi? Nilikwambia. Hapa mliongea wote ni upumbavu mliongea. Mmeongea upumbavu wote. Unapotaka kuniambia wametumia la marehemu. Mimi nilikwambiaje? Hiyo lambi milioni 5. Wewe ngoja. Nilivyokuuliza baba mkubwa, baba mdogo, si ulisema uko pamoja nao? Mwisho ndo sikuelewa sasa. Mwanzoni nilikuwa naelewa. Mwenyekiti, si ulikuwa pamoja nao? Hela ya pamoja nao. Uliniambia. Nilikwambia mume wangu. Hela ndo ile ile. Hakuna kutoa chakula. Hakuna, toeni ujinga wenu. Nani baba? Nani msikilize mwenyekiti. Kweli mnatumia kulewa pombe kwenye ndege hela ya marehemu? Kweli. Kampuni baba Alitakiwa apewe nani? Alitakiwa apewe nani? Unajua wapi password ya marehemu? Alitakiwa apewe nani? Si mtakuwa mlete huku. Mimi nilikuwa na wazo labda huyu alipo hela yake afu sisi tubaki tunajadili. Analikuwa na Nani nani? baba? Nakuomba kaka. Wewe kijana. Huyu kijana amchukue ubita kalale naye. Hapa msaidie huyu. Nani baba mdogo? Msaidie dereva. Mimi nimekuja na huyu. Nende nendai. Amchukue huyu. Mbona siwaelewi? Mbona nashindwa kuelewa? Wewe utajili naye. Nimechoma mafuta. Walio tuita baba. Utajili naye. Nadaiwa hesabu. Ngoja kwanza. Wote elenu moja hii. Dereva huyu baba ndio aliyetusaidia tumefika. Bana tusiharibu. Sasa mimi Sasa nyinyi mlitegemea hela ya kampuni nyinyi mfanyie nayo nini? Sisi ndo tumemaliza. Mzee wenu ni lazima alale mahali pema peponi. Kwa hii mnayofanya, Nyinyi bakini hapo. hii mnayofanya mnamwamsha marehemu. Tunarudi kaburini. Sisi tumemaliza. Kwa nini hela hii mlitegemea nayo mfanyie nayo nini? Mimi nawaheshimu. Nimewaheshimu, nimewaonyesha vizuri salama kabisa. Sikiliza bana kijana. Naombeni hela yangu Sikiliza mnilipizie. nikwambie. Ngoja nikwambie. Kaa hapa kwanza, kaa chini kwanza. Kaa hapa. Unajua sisi wenyewe tumevurugwa. Hawa marehemu walikiliza. Wewe sikiliza. Leo maturubai, watu wamekula maharage matupu. Watu wameleta mafufu. Sasa ndio kwa hela ya kampuni. Sasa hiyo yote kwa hela ya Sasa kampuni. nyinyi mmefuata nini? Tumeleta ujumbe. Bora mngebaki Kigoma, mimi niruke chap. Sisi tumeleta pole. Sisi tumeleta pole. Nasemaje? Hiyo pole au mmeleta majanga? Ugomvi wenu hauhusiani na mimi masuala ya usafiri wangu. Mimi nadaiwa hesabu. Nafikiri mngechukua viti tu msitufukuze ila chukue viti. Sisi tunalala msibani ujue. Sisi tunalala hapa. Marehemu kalala makaburini. Sio hapa. Hamna shida. Nani baba? Sisi tunalala hapa mzee. Wewe nani mzee? Wacha yuko hapa yuko mahali. Sasa marehemu anajisikiaje hivi? Nendeni makaburini. Nendeni kule. Haya sasa.